watu utakawaridhike. Leo nikipigwa makamama na watu, basi kwangu ni fahari, lakini nikachomwa na Mwenyezi Mungu hakuna tatizo. Kwa hivyo hakuna kumtii kiumbe kwa muasi nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Bora muasi kiumbe, lakini Mola wako yuko radhi nawe. Tuangalie wale masahaba waliacha yale ambayo kwamba wakiabudu. Mwenyezi Mungu asema wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-dina hunafaa. Waliamrishwa tu kumtii Mwenyezi Mungu, hali ya kuacha dini zote, kuacha kuabudu masanamu, kumwabudu nani? Mwenyezi Mungu, ili wawe Waislamu. Wakaweza kuachana na masala ya kibinadamu, wakamfuata Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawapa fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. Lakini sisi leo tuko kwenye dunia, tuomba ya Rabbi tupatie maisha mazuri. Hakuna hata mmoja atakaa faragha aseme ya Rabbi nipe husnul khatima, ya Rabbi nijalie kifo changu. Hivi Ramadhani iliyopita kule tauni, kuna bwana wakati wa Ramadhani yuko ndani ya sala, yuwasali salatu tarawih, yuko kwenye sijda, Mwenyezi Mungu akamletea mauti. Baada ya kufa, kila mmoja akawa azungumzia kiuzito aina yake, lakini wewe mwanadamu mwenye akili, yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakupa taufiki, ukafunga mchana mzima, ukaweza kuswali salatul maghrib, ukafuturu na familia yako, ukaswali salatul isha, alafu waje kusegeleza salatu tarawih. Katika ile salatu tarawih Allah Subhanahu wa Ta'ala akuteremsha nini? Mauti. Tena ilikuwa tarehe 27 katika siku ya Lailatul Qadr. Kwa hivyo yenda mbele ya Mwenyezi Mungu akiwa ni radhiyatan mardhiya, yuwafa ndani ya sala, yuwafa yuko kwenye ibada. Tujiulize mimi na wewe, kuna watu Mwenyezi Mungu aondosha kwenye maisha ya dunia, mtu yuwafa ana shapu lake mdomoni. Kuna watu wafa ana chupa yake ya pombe mdomoni. Kuna watu wafa wako kwenye tupu za haramu, na mtu anaenda mbele ya Mwenyezi Mungu. Mtume anasema yote mwenye kufa kwenye jambo atafufuliwa nalo siku ya Kiyama. Kwa hivyo ni sisi tuuridhishe Mwenyezi Mungu kuliko kuwaridhisha binadamu. Siku zote mwanadamu hawezi kuridhika. Nikimalizia, mwanadamu siku zote hawezi kuridhika. Mfanyie utakavyomfanyia, mwisho wa kuisha atakupatia illa tu. Huyu ndio nani? Mwanadamu. Mwanamke waweza ukamuoa kwa magarama, ukamhangaikia, ukawa mfanyia kila aina mambo, lakini siku ukimfanyia jambo dogo, yale mema yote atafanya nini? Yatasahaulika. Sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yale mema kayajalia wanawake huweka nyuma, hapa mbele huweka nini? Maovu. Kwa hivyo kila ukimfanyia ataweka nyuma. Siku umemfanyia ovu moja, yale mema yote yako wapi? Atafungua yale yako mbele. Kwa hivyo tusiwe ni katika watu ambao kwamba tunataka kuridhisha binadamu. Hakuna aweza kumridhisha mwanadamu. Kwa hivyo ni tufanye ibada, Mwenyezi Mungu awe mwenye kuridhika nazo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa haya tuliyozungumza, tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Inshallah kwa hizi dakika 10 tampisha ustadhi aweze kutupa yale ambayo kwamba inshallah tuliyozungumza, atupatie taukidi, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azidi kutupa taufiki zake. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kama tulivyosikia faida ambayo kwamba tumepewa na shekhe letu, wenye hikma wanasema idha lam takun asadan fil haqqi fala takun kalban fil batili. Ikiwa uwezi kuwa simba katika kuzungumza haki, basi usiwe mbwa katika kuzungumzia batili. Maana yake ni kwamba Muislamu siku zote atakikana awe anazungumza ukweli, hata kama lile jambo litakuwa la mkera yule ambaye kwamba anafanya yale maovu, lakini lizungumze hivyo hivyo. Na ndio maana katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam pia akaeleza, akatwambia
qulil haqa wa in kana murran, zungumza ukweli hata kama ni utungu. Kwa hiyo hata kama jambo wajua wazi mimi nikilizungumza hili basi kuna baadhi ya watu hawatofurahi, wataanza kusema ule bwana mbona kila siku akaenda kutuzungumza jambo kadhaa, kwa nini azungumze mambo haya, hana mengine? Lakini lizungumze maadhali ni haki, na huu ndio Uislamu watakikana iwe namna hii. Tusiwe watu wa kuogopa watu kama tulivyoelezwa, ikawa wafanya kuchagua maneno kwa sababu nikizungumza hili litamuudhi fulani, kwa hiyo maadhali litaudhi watu ili acha tuzungumze mazuri ili kufurahisha watu. Tumeelezwa hapa kwamba unapofanya jambo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fanya jambo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu aridhike. Lakini ukitaka kufanya jambo kwa ajili ya kunufaisha binadamu, wallahi kama ingekuwa ni hivyo basi ingekuwa hata huyo Mungu mwenyewe, ingekuwa basi wanadamu wote wamefurahi na wanaridhika. Lakini ni wangapi ambao kwamba wamefanywa mazuri na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amekuumba akakupatia neema mbalimbali, macho ambao kwamba waona, una masikio, una pua, unapumua, kila kitu unafanyia, unatembelea miguu yako, lakini hulipi wewe. Lakini kuna wangapi ambao kwamba wanamshukuru Mungu? Ni wachache sana. Na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaeleza katika Qur'ani, asema wa qalilun min ibadi ash-shakur, na ni wachache katika waja wangu wenye kunishukuru. Kwa hiyo ikiwa Mungu amekufanyia hayo yote na baadhi ya watu wanamlaumu, baadhi ya watu wanamtukana Mungu, je, itakuwa Mtume sallallahu alaihi wasallama, itakuwa maswahaba, itakuwa wanawazuoni, itakuwa binadamu wa kawaida kama sisi? Kwa hiyo maadhali tumeletwa katika huu ulimwengu kwa ajili ya kutekeleza amri za Mola Subhanahu wa Ta'ala, basi ni ufanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili ukiondoka katika ulimwengu uwe radhi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala usiogope yule mtu ambaye kwamba, kuna baadhi ya wengine wakisikia tu fulani anamsema kwa sababu ameshikamana na ibada, uvundika moyo yeye, akaanza kusema kwamba maadhali watu walisema mimi nafanya jambo kadhaa kwa ajili ya Mungu, nimeingia msikitini sasa nimegeuka, watu walisema bwana sasa amejifanya sasa ni shekhe, kama tulivyosikia, ajifanya sasa ameshikamana na ibada. Na ndio mfano kama sisi tunaozungumza au mashekhe wanaozungumza hapa, kuna mingi sana. Lakini unapofanya jambo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, usiangalie binadamu, fanya jambo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa ni uadui, basi uadui umeanza kwa Mwenyezi Mungu. Watu wanamfanyia uadui Mwenyezi Mungu, kuna watu walifanyia uadui Mtume sallallahu alaihi wasallama, itakuwa kina sisi Ikiwa kuna maneno mwanachuoni mmoja nilimsikia akisema, kuna al-a'da'u shamatatul a'da, mtu kukufanyia uadui, maadui. Wewe kile utakapofanya jambo fulani la kheri, utakuta kuna maadui zako lazima watakupinga. Utakuta unaishi katika ulimwengu, kile utakalolifanya utakuta kuna wale marafiki zako nao pia wanakulaumu, kwa nini usingefanya hivi wewe? Yaani umefanya jambo zuri, lakini anakulaumu, anakuambia kwa nini usingefanya hivi? Maana yake ni kwamba ujue kwamba binadamu huwa hajulikani ni kipi kizuri anachokitaka, lazima watatofautiana. Kuna huyu amefurahi, kuna huyu ataona ile halikufurahika, si zuri, ilikuwa faa afanye hivi. Kisha kuna wale ambao kwamba nao ni wajinga, wale ambao kwamba hawafahamu mambo. Yeye kazi yake yeye ni kutuhumu, kutuhumu tu,
katika huu ulimwengu, yeye hana ibada. Pengine labda kama ni mtu wa ibada, basi atakuja ataswali tu, akiswali swala yake ya faradhi, akishamaliza tosha tayari mbio, hakuna adhkari, hakuna chochote. Lakini utamkuta mtu kama huyo ndiye mtu wa kwanza kabisa kufanya uadui na watu ambao kwamba wamejitolea na kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wangapi ambao kwamba wanajitolea, mtu labda kufungua msikiti hapa, kija kile kitu wakati wa swala, alhamdulillah, atakayekuja anaona msikiti uko wazi. Lakini ni wangapi wenye kumpiga vita mtu kama yule? Ni wengi sana. Lakini tuwaambia mtu asivundike moyo kabisa, maadhali unafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wewe fanya. Wangapi na wangapi ambao kwamba ni madaia wakubwa, walinganizi, wanaeneza Uislamu, lakini wamejengewa uadui. Kuna watu huwatukana haswa. Wangapi ni maimamu wanafanya kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anakuja anaswalisha kila wakati wa swala, lakini ni wangapi wenye kufanya uadui? Na mara nyingi wenye kufanya uadui ni wale ambao kwamba ni majuhali, wale wajinga ambao kwamba pengine hata kutawadha pia mtihani, ukimfuatilia pia ngine labda pengine katika kuswali, umwambie hebu anza mwanzo mpaka pale ambao kwamba yastahiki swala, utakuta matatizo matupu. Lakini hao ndio ambao kwamba ni watu wa kwanza kuleta fitna katika ulimwengu. Kwa hiyo ni lazima Waislamu tuishi katika ulimwengu na tuwaige wanaozuoni wakubwa ambao kwamba wametangulia, ambao kwamba tunawasoma na tunawasikia kwa mashehe zetu, kwamba tujifananishe nao. Wenyewe wasema tashabbahu fa in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bilkirami falahu. Jifananisheni na watu wema, hata kama hamtofikia katika yale ambayo kwamba wanayafanya wale watu wakubwa, lakini kule kujifananisha kwao ndio sababu ya wewe kukufanyisha ukafaulu. Leo wewe hujui hata suratul Fatiha, wewe ndio mtu wa kwanza kumtukana shekhe, wewe ndio mtu wa kwanza kutukana wanaozuoni, wewe ndio mtu wa kwanza kumtukana mtu ambaye kwamba ameshikamana na ibada. Wewe labda pengine ibada yenyewe hata uishughulikii, ukisikia adhana kuadhiniwa nasema mwache apige kelele huyo mpaka pasuke, hujali. Lakini unakuwa mtu wa kwanza wewe ambaye kwamba unafitinisha, unaleta chuki baina ya Waislamu. Nimsikia shekhe mmoja, shekhe mkubwa, akisema katika hii kuchochea fitna, watu wakawa yani walikuwa wanaelewana, wanazungumza vizuri, heshima, alafu kukatokea mtu akawa anakuja kutia fitna, watu wakawa hawapendani, kunaingia chuki pengine hivi msikitini, watu wakawa imamu fulani vipi. Wengine wakiona mtu fulani anaswalisha anatoka nje kwa sababu eti ana kadhaa. Na ukimchunguza mtu kama huu, leo utamuuliza hebu tueleze mwanzo mpaka mwisho, atakwambia mimi nasikia tu. Lakini anasahau kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia katika hadithi, atuambia kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bikulli ma sami'a, yatosha kabisa mtu kupata madhambi, atositafute mambo mengine, kuzungumza kila unalolisikia. Sasa fitna katika sheria tuambiwa, mtu lau ataona watu wanaelewana kisha yeye akaja kati ya fitna, akajulikana mtu fulani ndio chanzo cha kuleta vurugo, basi mtu huyu katika sheria afaa kuuawa. Na mtu ukimuua mtu huyu unapata thawabu kabisa. Kwa hiyo Waislamu tujaribu kuwaiga watu wema. Tumeletwa katika ulimwengu kwa ajili ya kufanya ibada, na kila mtu atachuma katika kile ambacho kwamba amekifanya katika dunia. Ukiondoka hapa ukienda kaburini, ni amali zako peke yako ndizo zitakusaidia mpaka mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mcha Mungu ni yule ambaye kwamba yeye mwenyewe mwanzo ujidogosha, ujiona hafana lolote katika ibada,
yeye akija hapa na swali qablia, baadia, anasimama usiku anaswali, lakini bado anajiona kwamba mimi sijafanya kitu. Leo mimi na wewe ambaye kwamba hata udhu wenyewe ni mtihani, unajikuta umefika. Inshallah Mwenyezi Mungu atuwajalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.